kwamba hatuachani kwa sababu ya mama, hatuachani kwa sababu ya ndugu, eti sijui ndugu ndiye aliyesababisha, sijui mama ndiye aliyesababisha. Hakuna. Ndoa ni taasisi ya watu wawili. Hao wengine wanaoongezeka ni mashetani tu. Yaani ukikuta mtu ana kielele kwenye ndoa ya mtu, hana akili. Ndoa ni watu wawili. Wengine hawa ni maibilisi, wakae pembeni tu. Na ndio maana kwenye ndoa nataka niwaambie kitu kimoja. Watu wote mnaonisikiliza, ukikuta huwezi kuwasuluhisha wanandoa waliogombana, waache. Yaani wewe kama huwezi kuwasuluhisha, achana nao. Yaani usiwe na mengine. Kama huwezi kuwasuluhisha, waache tu, watajuana wenyewe. Kwa sababu kuna watu wengine hamjui kauli. Unakuta umeshindwa kuwasuluhisha, unaanza kusema au unaanza ukaa upande wa mtu mmoja, unaanza kusema lakini kweli alivyofanya pala amekuonea, mara sijui nini na nini, unachochea ugomvi. Sasa wakipatana ni aibu kwako. Wanandoa wakipatana ni aibu kwako. Kwa sasa siku zote usipende kuchochea ugomvi wa wanandoa. Hata ukikuta wanandoa wanapishana, wewe waache waombee. Ukishindwa kuwasuluhisha, waache. Sikatai kuwa wasuluhishe. Ukishindwa kuwasuluhisha, ukikuta wewe una hoja za kuwasuluhisha, achana nao. Kwa sababu wakipatana mwisho wa siku ni aibu. Watakuchukia wewe na watakujua kuwa wewe ni adui. Kwa sababu siku zote adui wa kwanza anayetambulika ni pale katika shida, na rafiki wa kweli yupo katika shida. Kwa sasa wewe unapokuja kwenye shida, kwenye ndoa za watu zina mtafaruko, unaanza kutoa maneno machafu, maneno mabovu. Ndio maana unaweza ukakuta unachukiwa, watu wanasema yule mtu ni ovyo. Kumbe vitu vingine umevipanda mwenyewe kwa sababu ya ulimi wako. Punguza maneno, jiheshimu, shikilia ndoa yako. Unaenda unamshauri mtu, unamwambia ndoa wakizingua wanaachanaga tu, au ndoa wakizingua ukikuta mwanaume sijui vipi wanaombaga talaka. Na binadamu wa sasa hivi, wewe unamshauri mwenzio kuomba talaka kwa sababu umeachika wewe, unataka naye aachike. Unaona wivu, una cha kumshauri kingine, unatamani naye awe singomaza kama wewe, ili mlingane, mwe mnachekana hali. Kwa sababu tunajua sababu za mwanamke yenye tabia za hivyo. Mwanamke aliyeachika, mafundisho yake kwa mwanamke mwenzio huwa ni hayo. Anasema mimi kwa sababu kuna kipindi na mimi aliwahi kunifanyia 1 2 3, ndio maana nikaondoka. Unamshauri na mwenzio aondoke ili asiwepo mtu wa kumcheka mwenzie. Sasa tunalijua hilo, ndio maana tunawashauri kwamba wanawake mwe na akili. Sio kila rafiki anayekuja kwako ni mzuri. Wewe kila rafiki wao. Wengine wanakuja kukubomolea ndoa mama. Acha ujinga. Usifikiri ulipotoka kwenu kila mtu alifurahi wewe ulivyoolewa. Usifikiri ulipotoka kwenu kila jirani ambaye yupo pale kwenu alifurahia ndoa yako wewe, kwamba umeolewa umewekwa ndani. Wengine walitamani wewe uwe ni danga tuwe malaya wa kuchezewa kuache, na familia yako izalaulike, wa kuzalau, wa kusimange. Na maana wewe kitendo cha kuolewa tu tayari wao kwao uliwapa ni pigo na waliumia, na maana Mungu alifanya njia kwako. Sasa usifikiri kitendo cha kukaa kwenye ndoa ni kitu simple. Wenzio wanakushauri hivyo ili utoke, wanamtamani hata huyo mume wako japo unamuona ni mjinga, wanamtamani. Na wewe mwanaume unapomdharau mke wako na kumnyanyasa, kuna wengine wanamtamani huyo mke wako japo unaona ni mjinga. Kuna watu wanamtamani. Sasa acheni kudharauliana. Ushauri mwingine kwenye ndoa inatakiwa uwe na akili sana. Usikubaliane na kila ushauri unaoletewa. Kuna ushauri mwingine ni wa karibu tu. Amini usiamini. Leo hii ninapokuambia utaona kama mimi nakutania. Ila nakwambia ukweli, kuna watu duniani wapo kwa ajili ya kuharibu. Yaani hawajaumbwaga kwa ajili ya mema. Wameumbwa kwa ajili ya mabaya tu. Ndio maana hawawezi kufurahi wanapoona watu wapo kwenye ndoa. Hawawezi kufurahi wanapoona mtu unafanikiwa. Kuna wengine wanatamani hata wakuue. Yaani unapofanikiwa tu mara unajenga nyumba, mara umenunua pikipiki. Kuna watu unawauzi kwa sababu kuna watu duniani mioyo hatulingani. Wameumbwa kwa ajili ya kuharibu tu. Sasa usifikiri kila mtu anayekuja mbele yako ni mwema. Ndio maana kwenye upande wa ndoa usipende ushauri na mashoga. Ndoa haitaki taasisi ya watu wengi. Ndoa ni watu wawili. Mimi nawaibia siri wanandoa. Ndoa ni watu wawili. Mkishindwa kupatana nyinyi, nendeni hata kwa mchungaji. Na imani kwamba mchungaji anaujua utaratibu wa dini. Na anajua utaratibu wetu wa Wakristo. Anaelewa, anajua utaratibu wa Yesu Kristo aliyouacha. Kwa sasa sina imani kwamba mchungaji atakwambia mpe talaka. Sina imani kwamba mchungaji atakwambia mpige. Sina imani kwamba mchungaji atachochea ugomvi, zaidi ya kwamba atawajibu kuwa alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Lakini kauli za wanadamu ni kutenganisha tu.
Wao wamesimama hapo, na ndio maana watakwambia miaka ya leo haki sawa. Wanawake nisikilizeni, hakuna haki sawa kwenye ndoa. Mwanaume atabaki kuwa mwanaume tu. Biblia inasema mwanamke ametolewa kwenye ubavu wa mwanaume. Mnapoforce haki sawa, ndio maana hamwezi kudumu kwenye ndoa. Unamdharau mume wako unawasikiliza kwenu, au unamdharau mume wako unawasikiliza marafiki zako. Yaani kuna watu unaona wewe ni muhimu kuliko mume wako, ndio maana hamdumu kwenye ndoa. Ukiwa kwenye ndoa, mwenye sauti kwako ni mume wako peke yake. Hao wengine hao, ndio maana ukitaka kufanya jambo ni lazima uanze na mume wako. Hata kama ni kwenu watakupigia simu yoyote ile. Nisikilizeni wanawake, huu ni ushauri ninawashauri. Hata kama ni simu ya kwenu imekuja muhimu, lakini kitu cha kwanza huwa tuna focus kwa mwanaume, kwa sababu najua mimi hapa niko chini ya mtu. Ndio maana Biblia inasema utawaacha baba na mama, utaambatana na mume wako. Utawaacha baba na mama, utaambatana na mke wako. Tena Biblia inathibitisha, inasema mtakuwa mwili mmoja. Maana yake kitendo cha kuwa mwili mmoja, wewe usifikiri tena ni wa sehemu fulani. No, umeshakuwa mwili mmoja na mume wako. Sasa usifikiri utatoka hivi hivi. Kutoka kuna utaratibu, kisha ingia kwenye ndoa, upo kwenye sheria. Ndio maana Biblia imeweka wazi, ndoa ni sheria. Japo wanawake wengi huwa mnabisha kwenye kipengele hicho. Nikiwaambia ndoa ni sheria mnakataa, lakini ndoa ni sheria na ndoa ni vifungo. Yani ndoa ni vifungo. Mwanamke unapoingia kwenye ndoa, kaa ukijua umeingia kwenye vifungo. Kutoka aidha ni mwanaume kufa. Biblia imeweka wazi, mwanaume akiwa hayupa amekufa, mwanamke anakuwa huru kwenye hizo sheria, anakuwa tayari ameshatoka. Lakini mwanaume wako kama ni mzima, tayari wewe upo kwenye sheria ya ndoa. Kwa kumtii mwanaume ni jukumu lako. Kumtii mwanaume ni jukumu lako. Kindoa na kanuni ya Biblia ni jukumu lako. Hata Mungu mwenyewe anasema, enyi wanawake watiini waume zenu kwa kila jambo. Biblia haijasema kwenye jambo moja. Mume wako akikwambia usitoke, utoki. Mnielewe vizuri. Mume wako akisema toka, unatoka. Na ndio maana siku zote hata mkipishana, mwenye maamuzi ya ndoa kubaki huwa ni mwanaume, sio mwanamke. Sio mwanamke hata siku moja. Mimi huaga na wakatalia. Mwenye maamuzi ya ndoa kubaki ni mwanaume. Akiamua kuwa ndoa abaki nayo au aivunje, ishia hapo hapo, inaisha. Hakuna mjadala, kwa sababu yeye ndio mwamuzi wa mwisho. Ndio maana Biblia ikasema, wanawake watiini waume zenu kwa kila jambo. Sasa wanawake wa sasa hivi mnaishi kwenye ndoa na ushosti. Mnaishi kwenye ndoa na mashikaji. Yaani unaona ndoa yako wewe ni ya mashikaji. Ndio maana unamuona mume wako ni mjinga, unamuona mume wako hana akili. Kila akikushauri, mke wangu acha hivi, mke wangu 1 2 3, sio vitendo vizuri. Umuelewi, unafanya vitu vya ajabu. Akikwambia mke wangu hizi tabia sio nzuri, mke wangu badilika, ndoa hatuendi hivi, ni 1 2 3. Utaniambia nini? Mwanaume mwenyewe mkoloni. Shauri zenu, na ndio maana hamdumu kwenye ndoa. Leo mnafikiri nakuja kuwafundisha kitumishi. Leo siji kitumishi, nawaambia kiukali. Maana wanawake wa sasa hivi mnataka kuambiwa kiukali. Kiupole mnaona kama tunaongea kama mafala. Tukija kibiblia mnasema anaongea kwa aibu kitumishi. Hapa situmii Biblia na kufundisha kavukavu. Unielewe usinielewe. Wanawake wengi, chanzo cha kuto kudumu kwenye ndoa zenu ni mambo ya ushosti. Mumeweka ushosti na ndoa. Ndio maana ndoa yako umeianika nje, imeisha. Hamna siri yoyote. Umemvua nguo zako mume wako. Ndugu zako wanajua mapungufu ya mume wako yote, mpaka ya kitandani. Utadumu na ndoa kipi? Ndio maana mnapewa matalaka kila siku. Niliwaambia siku zote, ndoa ni taasisi ya watu wawili, na ndoa ni siri ya mavumiliano. Yaani yale mnayokutana nayo ndani. Kwenye ndoa usiwaone watu wanacheka, usiwaone watu wanatembea barabarani wanashikana mikono. Ni siri tu. Wengine wanashikana mikono ili msijue yaliyopo ndani. Ndani kuna mpishano, ndani kuna vurugu. Kuna muda mwingine amani hamna. Unaweza ukakuta watu ndani hawasemeshani hata wiki, lakini ukifika pale kwao wanakusalimia vizuri, wanakupokea. Kama walikuwa hawasemeshani, watasemeshana na wataandaa chakula, utakula, utaenda. Ndoa ni siri. Lakini sio kwamba unapokula chakula unaenda unaona wanacheka ukajua ni wana amani. Hapana. Siri ya ndoa ni uvumilivu. Na ndio maana ukisha ujua uvumilivu, utajua huwezi kumwanika mwenzio nje. Huwezi ukaenda ukaanika madhaifu ya mke wako nje. Huwezi ukaenda kumwanika mwenzio nje ovyo. Huwezi, kwa sababu unajua ndoa ni kuvumiliana. Sasa wewe shida zako zote, shoga zako wanazo, mume wako hakupi matumizi, taarifa kwenu wanazo, balozi anazo, majirani zako wanazo, kuwa mume wako hakuhudumii.